Na wasalimia watu wote, nasema amani ya Mungu iwe pamoja na kila mtu ambaye anayetusikiliza hapa kwenye chaneli yetu pendwa, chaneli ya Wanamapinduzi wa Afrika. Mapinduzi ya kifikra, mapinduzi ya kisaikolojia, mapinduzi ya kiuchumi, sio mapinduzi ya kupindua serikali kama kupindua marais kama wengine wanavyodai na wafanyakazi wao. Natoa wito kwa kila mtu anayetusikia, msisahau kusubscribe, msisahau kucomment, mshare, ili kila mtu apate taarifa, ajue kinachoendelea kwenye nchi zetu, haswa nchi za Afrika ya Mashariki. Tunazo nchi karibia 8. Tuna Tanzania, tuna Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, tuna Burundi, tuna Rwanda, tuna Uganda, tuna Kenya, tuna Sudani ya Kusini. Sasa bila kusahau, msisahau kusubscribe kwenye channel yetu pendwa, mshare na mcomment, ili tuwe tunapeana mawazo, tunashauriana kuhusu nchi zetu kinachoendelea. Kuna maswali kila mtu anayeweza kujiuliza. Kwa nini Tanzania sasa hivi kuna misukosuko, kuna maandamano, kuna vita ya kimya kimya, kuna vita ya baridi? Kwa nini? Kwa nini Tanzania vita ya baridi, maandamano, mambo yasieleweka, alafu muda huo Kongo kuna vita ya risasi, bunduki, watu wanachinjana ovyo, sijui mambo mengine anatendeka ovyo ovyo nchini kidemokrasia ya Kongo. Hayo yote ni maswali mtu ambaye anayeweza kujiuliza. Kwa nini muda huo ukienda Rwanda hakukaliki? Watu huaga wanazungumza kwenye media, marais wao wanazungumza, lakini ukiangalia, ukiingia undani, ukichimba ndani, Rwanda amani hakuna. Hakuna uhuru, hakuna amani, njaa zinaua watu, mambo mengine ya kinyama yakitendeka nchini Rwanda. Muda huo Uganda ndio hivyo tena, hakukaliki, hakuna amani, hakuna kitu kinachoendelea, hakuna kabisa. Sasa hayo yote ni maswali mtu anayeweza kujiuliza. Kwa nini nchi za East Africa, nchi za Afrika Mashariki? Kenya ndio hivyo tena, hakuna amani, watu wanauawa, watu wanakufa ovyo ovyo, wengine wanapewa sumu, wengine wanauliwa kimya kimya, wanachukuliwa. Kwa nini? Hayo yote ni maswali kila mtu anayeweza kujiuliza, kwa nini haya yanatokea. Sasa basi leo tunataka tuzungumzie maandamano ambaye anaitokea Tanzania na bado anaendelea. Kwa nini maandamano Tanzania? Hebu tujiulize. Maandamano Tanzania kwa sababu ya wapinzani wa serikali? Ikiwa hivyo, kila mtu tunaomba tukutanie kwenye comment section, kila mtu atoe maoni yake, tuzungumze, tupeane mawazo. Tanzania kwa nini maandamano? Ni kwa sababu ya wapinzani wa serikali? Ikiwa wapinzani wa serikali ndio wamesababisha maandamano, kwa nini nchi zingine wasiwe wanaandamana kama vile vinavyotokea Tanzania? Kwa mfano, Rwanda hatujawahi kuona mpinzani yeyote akija kugombania uraisi pamoja na Kagame, hatujawahi kuona. Kwa nini maandamano kama hayo hayatokei Rwanda? Uganda miongo mingapi ambaye
watu wamefanya uchaguzi miongo zaidi ya 4, watu wanafanya uchaguzi, wapinzani hawana la kusema, hawana la kuongea, mpaka wengine wanauawa. Kwa nini maandamano hayatokei Uganda? Hata kama yakitokea, mbona watu wanauawa Uganda hadharani na mitandao ikawa na posti kila kitu? Mbona haijakuwa magumu kama yanayotokea Tanzania? Kwa nini? Kenya Gen Z mwaka uliopita waliandamana, watu walikufa kama sisimizi. Kwa nini mbona maandamano hajakuwa makali kama vile vinavyoendelea Tanzania? Kwa nini? Hayo yote ni maswali mtu anayeweza kujiuliza. Sasa basi, sisi Mwanamapinduzi wa Afrika Channel TV tumeamua kuwa tunazungumza, kuwa tunaongea, kuwa tunaweka wazi, kuwa tunafunua vile ambavyo vinavyoendelea nyuma ya pazia, ambavyo watu hawataki watuelezee, watu hawataki wajue. Yani vile tu vinafichwa nyuma ya pazia kwamba rais hafai, sijui CCM hayo mambo yote hayo yametengenezwa na watu ambaye ni watu ambaye wanataka faida, wanataka profit, wanataka interest kwenye nchi zetu. Kwa hiyo sasa wakaamua watengeneze kikundi ambacho watakachokitumia. Ndio hicho kikundi chenyewe kinasababisha vurugu kwenye nchi mbalimbali: Tanzania, Congo DRC, Burundi, Rwanda, Uganda, Kenya. Ni kundi lile ambalo linasababisha haya misunderstanding, haya mambo ambaye hayaeleweki, haya mambo ambaye kila mtu huaga anajiuliza kwa nini natokea. Hebu kwa mfano kwa nini Mama Samia? Kwa nini CCM? Kwa nini hizi nchi zingine hazina shida yoyote na kipindi hawa rais wao huaga wanatawala kimabavu, wanaendesha watu vile wanavyotaka, yani hawana huruma, watu wanakufa, watu wanauawa kimnyama. Kwa nini hawaja andamana ili hizo serikali zitoke? Kwa nini? Hayo maswali kila mtu inabidi ajiulize, ili tuje tujue kinachoendelea ni kitu gani. Kwa hiyo sasa kuna mambo mengi ambayo tutakuwa tunasaidiana, tunapeana mawazo, tunajuzana hapa kitu kinachoendelea ni kitu gani, kila mtu ajue kinachoendelea. Tukiangalia upande wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kuanzia Patrice Lumumba, huyo mgombea uhuru auawe wa Kongo, mpaka sasa hivi hakukaliki kwa sababu Kongo, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ina kila rasilimali ambayo dunia inataka kwa siku ya leo. Ndio maana amani haiwezekani, amani haipatikani Kongo, amani haiwezi kupatikana mpaka wapatikane watu wa kujitoa muhanga, mpaka wapatikane wazalendo, mpaka wapatikane watu ambaye wanaweza kutetea nchi. Ndo nchi itakapoweza kufanyaje? Kutulia. Lakini mpaka sasa hivi itakuwa ngumu kwa sababu bado watu wamelala, bado watu hawajajua kinachoendelea ni kitu gani, bado watu kwa kweli ni ngumu kuelewa, kwa sababu watu wanafanya kidiplomasia, watu wanafanya kiuficho, kipolitical, kisiasa. Sasa ukija kuwa mzalendo ndo utakuja kugundua kwamba kuna michezo michafu, kuna mambo mabaya ambayo kweli anayotokea kwenye nchi ya demokrasia ya Kongo. Kwa hiyo sasa kundi lenyewe
kutengeneza hizi figisu, hizi haya maandamano, hizi vita ambazo haziishi. Kama kawaida kuna hawa jamaa, huyu rais wa Rwanda yuko miongoni mwao, rais wa Uganda yuko miongoni mwao, rais wa Kenya yuko miongoni mwao, rais wa Sudani ya Kusini yuko miongoni mwao, rais wa Congo Brazzaville yuko miongoni mwao, hata rais wa Kameruni yuko miongoni mwao. Sasa hao ndio vibaraka ambayo wazungu wameamua kutumia. Ndio vibaraka wazungu ambayo wameamua kuwa yani wamewafanya wawe madarali wao, wamewafanya wawe wafanya kazi wao, ili waendelee kumanipulate, waendelee kuua, waendelee kuchukua rasilimali zetu, watu wasitulie, wasipate amani. Umeona? So kwa hiyo kinachotakiwa hapa, inatakiwa kila mtu aamke. Mimi nawaambia kila mtu ambaye anayependa amani, mtu ambaye anapenda uhuru, mtu ambaye anapenda kujitegemea, mtu ambaye hataki kuwa chini ya mtu yoyote, mtu ambaye anataka kujiendesha mwenyewe kiuchumi, kifikra, kimaendeleo, huyo mtu ndo naye amsha sasa hivi, aamke. Haswa nchi hawa wakina Bantu, hawa Bantu ambaye wanawezarauliwa na kila mtu, yani mzungu hamheshimu, na hawa watu ambaye wanaonekana wana mionekano yao huaga hawaheshimu, wanaona kwamba watu wa Bantu hawafai, hawana chochote, hawawezi chochote, japokuwa wafanyakazi wanafanya kazi za nguvu, biashara za kihakiri ndio wao. Kwa hiyo sasa kila mtu inabidi ajue kinachoendelea ni kitu gani. Kinachoendelea hapa ni vita kwenda mbele, yani watu wauawe, wapandikize vibaraka vyao kwenye nchi tofauti tofauti. Ina maana ukiwa Mbantu, ukiwa mtu ambaye una muonekano kama Samia Suluhu Hassan, mtu ambaye una muonekano kama Etienne Chilombo Tshisekedi, huyu demokrasia ya Kongo rais wake, mtu ambaye una muonekano kama huyu rais wa Burundi, ina maana we haufai kuwa kiongozi. Haufai kuwa kiongozi. Wanaefaa ni hawa wenye mionekano kama wakina Kagame, wana mionekano kama wakina Sassou Nguesso, wana mionekano kama wakina Yoweri Kaguta Museveni. Hao ndio wanafaa kuwa viongozi wa manchi. Kwa hiyo sasa, kwa kuwa ndio minority, ndio kabila ambao ni watu wachache tofauti na hizi kabila zetu, ndio wanapenda kutumiwa, na wenyewe wamesha kubali, wamesha saini mikataba kwamba watakuwa wafanyakazi watiifu, watakuwa wafanyakazi wa wazungu, watakuwa wafanyakazi, watafanya kazi za wazungu kama vile wao wanavyotaka. So kitu cha muhimu tu wazungu walichowaomba sisi tu tuweke madarakani, tuweze kuongoza hizi nchi, alafu mtakachokitaka chote sisi tutawakabidhi kwenye na mikono miwili. Kwa hiyo sasa hizi vita zinazoendelea kwenye nchi zetu hizi za Afrika Mashariki, kila mtu ajue kwamba hii ni vita ya kugombania utawala. Hii ni vita ya kugombania uraisi, ili wazungu waje wakafaidi vizuri watu wao wakishawaweka madarakani. Kwa hiyo ndio maana nawaambia Gen Z, au watu wanajifanya Gen Z. Gen Z Tanzania, Gen Z Kenya, Gen Z Uganda, Gen Z Rwanda, Gen Z Burundi, Gen Z Kongo, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Sudani, wanayenisikia kwa lugha ya Kiswahili. Anayependa yoyote uhuru, anayependa uhuru wa kujitegemea, uhuru wa kiuchumi, uhuru wa kila kitu,
njoo tuungane hapa, njoo tuungane. Sio kwamba tuna demonstrate, sio kwamba tunaandamana kumtoa Rais Samia. Tunaungana kupiga hivi vikundi ambavyo vinataka kuleta uhuni, ujinga kwenye nchi zetu. Tunapambana, tunajiunga, tupambane, tupigane na hivi vikundi ambavyo vinavyotaka kuleta uhuni kwenye nchi zetu. Sio kwamba tunaungana kuja kuandamana, kuja kupindua serikali, sio. Hizi serikali zetu zipo sahihi. Hizi serikali zetu Tanzania, Burundi na Kongo, hizi serikali ziko sahihi, bado hazijasaini mikataba, bado hazijakubali kwamba zitaweza kufanya kazi na wazungu, bado hazijakubali kwamba rasilimali zitakuwa zinabebwa zinaenda huko. Ndio maana mnaona vita haziwezi zikaisha, kwa sababu mpaka wasaini mikataba ndo watakuja kuachilia hizi influencer zao au ma-influencer. Sio kwamba hawa watu wameshajipanga kitambo. Hawa watu wameshajipanga kitambo, ndio maana mnaona kila kukicha kunazuka mambo tofauti tofauti. Kukicha kunazuka mambo tofauti tofauti. Kwa hiyo kila mtu inabidi aelewe hizi vita zinatoka kwa upande gani. Kila mtu inabidi ajue kinachoendelea ni kitu gani. Ndio hapo sasa tutakuja kufanyaje? Ndio tutakuja kufanya kudhibiti, kuchunga nchi zetu, kuchunga rasilimali zetu, kuchunga uchumi wetu. Bila hivyo nakwambia hapa tunaambulia patupu, tunaangukia mapua kweli kweli. Tunaangukia mapua kama vile sijui naweza nikasemaje. Kwa hiyo nawashukuru sana waliotufuatilia kwenye chaneli yetu. Tunaomba msubscribe, mshare na mcomment, kila mtu apate kujua kinachoendelea kwenye hizi nchi zetu za Afrika Mashariki ni kitu gani. Tutaendelea kuwasiliana, tutaendelea kupeana taarifa, na mcomment na mshare, tu subscribe ili familia yetu iwe pana zaidi. Kila mtu endapo tukiweka taarifa uwe wa kwanza kuzipokea. Alafu natoa wito kwa wale ambaye wanaelewa Kiha na Kirundi. Wale wa Tanzania ambaye wanaelewa au kuzungumza Kiha na Kirundi, mfuatilie hizi vipaza sauti, hizi channel ambazo zinapatikana kwenye platform za Kirundi, B-Info Plus na B-Info na Isaka TV na Ferrero Patrioti. Hizo mtaweza kujua zaidi, wale ambaye mnaisikia Kiha, mnaisikia lugha Kiha na Kirundi. Tunaomba kila mtu akae akijua kinachoendelea ni kitu gani. Sawa kabisa. Sasa tunawashukuru sana. Tunawashukuru atakayetaka kujiunga kwenye grupu. Atakayetaka kujiunga kwenye grupu la WhatsApp, mpige namba jumulisha 258 85 81 73 815. Narudia, jumulisha 258 85 81 73 815. Asanteni sana. Msisahau kusubscribe, msisahau kushare na kulike na kucomment, ili tupeane mawazo na tujue tunafanya nini. Sawa, asante sana. Tutaongea tena insha Allah siku zijazo, au jioni au kesho insha Allah.